Niseme tu unajua sisi Naam. sio kama wajinga kiasi hicho, kiasi cha kwamba ifike muda sasa tuambiwe kwamba kuna muungano kati ya Tanganyika na Zanzibar. Hivi vitu lazima tuviweke wazi kwamba sisi sio wajinga kiasi hicho. Kwa hiyo kiufupi ni kwamba mimi kama prophet naweza nikakwambia kwamba miaka kadhaa mbele na ni hivi karibuni tu kutatokea machafuko makubwa kati ya Tanganyika na Zanzibar. Yaani sasa maana sasa watu wanasema ukitoa unabii utoe na solution. Solution ni kwamba tunatakiwa tuambiwe uhalisia au wananchi wanatakiwa kujua uhalisia kwamba hakuna muungano kati ya Tanganyika na Zanzibar ili washughulike waweze kuungana waupate muungano. Lakini hapo sasa unaposema hakuna muungano wa Tanganyika na Zanzibar, tukirudi miaka ya zamani hapo kipindi baba yetu wa taifa, wanamuita baba wa taifa Julius Kambarage Nyerere, enzi zake za kupambania taifa letu kupata uhuru, tuliona aliunganisha kati ya Tanganyika ilikuwa ya Tanganyika na Zanzibar, ambapo Tanganyika ndio ikaitwa Tanzania na Zanzibar ikaitwa Zanzibar kama ambavyo inaitwa sasa hivi. Sasa unahisi kama nataka twende one on one, si ndio? Kwamba nchi ilikuwa inaitwa Tanganyika, nyingine inaitwa Zanzibar. Hizi nchi zikaungana. Zikaitwaje? Ikaja Tanzania. Maana yake Tanganyika ikafutika na Zanzibar ikafutika. Kukawa kuna nchi inaitwa nini? Tanzania, si ndio? Sasa nataka nikuulize swali. Je, kuna nchi inaitwa Zanzibar unaijua au hujui? Ndio hiyo inaitwa Zanzibar. Wewe unaijua au hujui? Naifahamu. Ipo. Ipo. Je, kuna nchi inaitwa Tanganyika? Tanganyika ipo Tanzania. Ipo Tanzania. Sasa nataka uniambie, wewe ni umesoma chemistry nadhani, ni mtu pia wa kemia. Yaani ukiunganisha Tanganyika na Zanzibar ukapata Tanzania, Tanganyika na Zanzibar zipo? Hapana, lakini kwa utafiti ambao nimeufanya ina maana Zanzibar ipo ndani ya Tanzania. Ni mkoa. Zanzibar ipo ndani ya Tanzania. Yaani Tanzania, neno Tanzania kuna Zanzibar. Kuna Zanzibar. Mimi sasa hapo sina tatizo lolote kuhusu jina. Tatizo ambalo ninalo ni kuhusu uwepo wa kitu kinachoitwa Zanzibar. Kwa sababu baada ya kuungana kitu Zanzibar kinatakiwa kifutike. Ndio maana nimekwambia sisi sio wajinga kiasi cha kwamba yani utudanganye na kitu ambacho tunaweza tukakichanganua wazi. Hiyo Zanzibar ingekuwa kama mkoa. Ingekuwa kama mkoa kama mikoa mingine. Of course ingekuwa ni ardhi ya Tanzania na ungekuwa ni mkoa kama mikoa mingine. Pia hapo tumekuja kuona, unajua Zanzibar kuna rais. Kuna rais, kuna wabunge wake. Sijajua kama kuna bunge. Lipo bunge la Zanzibar. Bunge la Zanzibar lipo. Kwa hiyo ina kila mpaka timu ya taifa ya Zanzibar ipo. Kwa mpaka sasa hivi ina kila vigezo vya kuwa nchi. Sio ina kila vigezo, ni nchi. Na ndio maana nakwambia wale wazee wawili ambapo tuna huyo mzee Abeidi na huyo mzee mwingine Julius. Mimi nimekwambia tangu zamani kwamba ninao uwezo wa kuongea hata na watu waliofariki. Umeona? Kwa hiyo ninaongea kitu ambacho ninakijua kwamba hakuna muungano wowote uliofanyika, isipokuwa nini kilifanyika pale? Kuna karate ilichezwa, kuna mchezo ulichezwa kwa sababu kuna siri moja ambayo sitaitoa leo, lakini nitaongea kwa ufupi kwamba kuna mtu alikuwa anatafuta kuwa rais au kiongozi wa East Africa. Yaani alikuwa anataka kuoverlap gap. Si kama unaelewa. Ndio maana akakachukua Zanzibar, yani wakatengeneza kama kuna association ili kupata ardhi kubwa. Walikuwa wanacheza ni mchezo kalichezeka pale. Sasa leo sitakaongelea hapo, lakini nataka tu niseme katika uwazi ni kwamba inawezekana vipi useme kuna muungano kati ya Tanganyika na Zanzibar wakati kuna nchi inaitwa Zanzibar. Na ina bunge lake, inajiendesha, inaomba misaada yake, ina mikataba yake, ina timu ya taifa ya kwake. Kivipi yani? Kwa nini wadanganywa na nchi kiasi hicho? Bahati nzuri sitaki kuongea hisi, lakini nimeongea na wale wazee. Au kina Julius pamoja na huyu mzee mwingine Karume. Amani. Nimefanya mazungumzo nao. Kwa hiyo ni miongoni mwa watu ambao wameniambia nije niongee kitu katika jamii. Nimezama rohoni nikaongea nao. Kwa hiyo kifupi ni kwamba hawakutuunganisha, ila walikuwa na karate zao. Kuna mtu alikuwa anatafuta sifa ya kuwa kiongozi wa East Africa. Yaani aongoze Kenya, Uganda na hiyo Tanzania. Kwa hiyo kuna mtu alitafuta sifa fulani na ndio maana kakatokea kwa muungano. Alafu baadaye wajanja tena wa zile nchi wakashtukia. Kwa ndio maana haukutokea association yoyote kati ya Tanganyika, kati ya, kwa sababu East Africa itakiwa kuwa nchi. Itakiwa kuwa nchi moja.
na rais mmoja. Sasa kuna mtu mmoja alitaka yeye ndiye awe rais wa East Africa. Uchu wa madaraka. Uchu wa madaraka.